ni radio Ndundi Culture ariko kandi ni kiganiro Ndundi Hit Show nkuko muvyumva udukundira nabo nyene tugenda tubaramutsa tubahanikaze bose nkuko bamaze gushika muri studio ntangurire hehe gawaje Nisha Richmond umeze neza Ego umeze neza Kurundi ruhande Braizo ma Melody umeze neza ameze fresh urazi ko surprise yari kuri jewe song yamaze kuba ishika twari turindiranye gishika ati n'umwanya ishaka gusohoka mugabo byiza turinjiye mu kiganiro indirimbo imaze gusohoka ni minota mike gusa iza yashitse ko Rich Yes sir Karibu tena. Asante sana. Ngo bado niko hapa na nitawapa tena kazi. Na ndio hii ahadi ambayo umetupa na umerudi. Mkirundi wanasema ni uyagama sigara chicharo. Yego. Karibu tena. Kwanza kwa taratibu za kuweza kufanya muziki huko hapa nyumbani na tofauti wa zile ambazo unazifanya hauko hapa, uko wapi? Hapa kuna umoja unapohitaji jambo linakwenda kwa haraka kwa kuwa kuna umoja juu ni nyumbani najitawala jinsi nataka na hivyo kazi inakuwa ni rahisi kukutana na ambao mtaweza kufanya nao. Ndiyo inakuwa rahisi kwa kuwa ni nyumbani cha kwanza ndapo ni nyumbani inakuwa ni rahisi sana kuweza kuongea naye na mambo kaenda vizuri. Kwa nini kuanza kufanya na Braizo? Blaizo ni mwanangu sana toka kitambo tumehasu sana maisha kwa hiyo licha kusema kwamba tumefanya wimbo pamoja ni mtu tumekuwa pamoja kipindi tuko wadogo tukakuwa pamoja tumehasu sana kwa hiyo tunajiona toka kitambo nikasema njoo kwa Yesu kwanza. Ndo huko kwa Yesu ndo leo tumesema kila kitu tuweze kukifukuza tumuite kwanza Yesu hapa tuendelee kumtukuza. Kusikana sasa na wimbo unajua kuna ule mtu ambao mnakuwa mko pamoja mmeishi pamoja jinsi umetuambia afu kipaji chake unakikubali kwa namna gani? Blaizo kipaji chake nakikubali sana na Burundi wajipange sana endapo atapata support nzuri sana nafikiri atakuwa katika wasanii top 5 ambao wataongoza sana kwenye industry ya muziki wa Burundi kwa kuwa ni support tu inahitajika lakini kuimba anajitahidi. Kuna watu wanajua kwamba ukikuwa kwa Yesu lazima uwe mtu tu mwenye iko sio vitu vya mavazi ya hivi wala kukua kukua kwenye vitu vizuri yani mtu mwenye iko kwa Yesu tazari ndio yule kaumbiwa vitu vibaya tu. Wewe hapa una nini cha kuongea? Kwa Yesu si haimaanishi kwamba wewe mshamba hapana. Yesu mwenyewe anahitaji watu safi. So mimi naamini nivae vizuri nijieneze nisionekane kama labda nimemkwaza mtu nijieneze tu unaona sasa lakini vitu vya thamani nini unaweza kuvaa vizuri sana kwa Yesu ndio vitu vizuri vipo kwa hiyo huwezi kuvaa vitu vibaya na kati kwa Yesu ndio kwa Yesu ndio mkuu unakuwa unamdanganyishia sasa Mungu akikubariki pigilia na muonyeshe kama umebarikiwa ni tukiweza kutizama video unaona kwamba imefanyika na vitu vya thamani ni leo hii kama Yesu umeweza kutuambia kwamba hivi mimi nimetatumikia huyu muziki bila kujali kitu ambacho nitaingiza mimi. Ni leo hii bado unatumia pesa yako tu au hapa kuna mtu ambaye amechangia akasema acha mfanye? Hapana. Mimi natumia hela yangu tu. Sitegemea hela ya mtu anisaidia hapana. Bado Mungu namuonyesha kwamba alichokupa utakitumia kwa hii kipaji ambacho amekupa. 100%. Sawa. Abayuda unajua kila kitu huwa kinakuja kutokana na mood ambayo mtu yumo ndani. Paka uweze kutungia Abayuda ulikuwa umefikiwa na nini au ni ndio vile ambavyo uliwaza tu? Snitch ni wengi mpaka hii nyimbo ikawaziwa. Ina maana kulitokea changamoto ikaonekana kuna marafiki huwa ni snitch. Mtu anajifanya kwamba yeye ni mwema kwako kumbe huku anakusegenya vitu vya hivyo ndio maana pakaja Abayuda na ukisoma katika Biblia Yuda unajua alimgeuka
Yesu Kristo. Ukiitwa tu Yuda wanajua unafanya gani. Unaona sasa kubali kupokea ile nani senti zile. So kwa hiyo ndo chanzo wimbo kapatikana. Upande wa Breezo nakwambia tunataka tuimbe nyimbo tena inaita Bayuda. Ulikuwa upo ndani ya hiyo feelings au ulitamani iweze kubadilishwa? Bado sijaelewa swali zuri. Umemaanisha kama? Nasema wakati anakutafuta na anakuambia nyimbo ambayo tutafanya inaitwa Bayuda. Wewe uliendana na hiyo feeling kwa kusema kwamba na mimi nasikia kwamba Bayuda ninavya kuimba au wewe umesema no, unajua nikwambie kitu. Sisi hapa tunaishi na watu ambao ni masnitch. Si kweli? Hata mwenye baadhi yako mwenyewe una watu snitch ambao unajua huyu mtu kabisa ni rafiki yangu, lakini najua kuna sehemu kwangu ana limit fulani hawezi kufika. Unasikia? Kwa mimi hapa ninaweza nikasema kama kila mtu ana Yuda wake pembeni. Na kila mtu ana Yuda wake, alafu kuna watu waliamua kuwanyamanzia na kutowaambia. Of course unaweza kukaa na mtu. Hadi mmechukua na pesa yenu mkaingia society tuwaambie wasaidie la wale wengine wote. Tumeumia, yani ni ujumbe tumeamua kufikisha kwa watu. Ili mradi wajue sasa tunaishi na Wayuda tu. Kazi yani ijulikane kwamba ni ujumbe ambao umetoka moyoni na kila mtu ambaye ana Yuda. Na Wayuda wanaendelea unajua. Hivi majuzi kidogo tu unajua. Hebu ngoja nipe mfano. Mfano ukiangalia hii video ina maana kwamba kwenye video ilikuwa mimi nataka nimsaini Breezo. Sasa yeye nataka nimsaini akaja na rafiki yake. Kumbe rafiki yake iko na bastola. Sasa mimi namsaini nampa hela. Sasa akachomoa ile bastola anataka kutua ili atunyanganye ile hela. Akatunyanganya hela. Na ni rafiki yake wewe. Kila mtu ana Yuda yake na ana kwenye anapofikisha. Joaze Yuda hadi aje na kwenye program ya kazi yako anaingia ndani unakuta kwamba huyo anakuwa ishakuwa Yuda sana. Alafu kuna kitu kingine pia. Unajua unaweza ukawa na rafiki yako fulani hivi ambaye kabisa mnaaminiana sana. Lakini unapoenda kuelekea kwenye mafanikio yako, alafu yeye bado kidogo yupo nyuma, analeta ile roho sasa ya Uyuda. Kwa ndo kitu ambacho tumeimba sana hapo kwenye song Kuyuda. Na ndo ujumbe ukubwa ambao mnataka muweze kufikisha. Leo ndo hii mnaweza kutupatia hii nyimbo Bayuda. Muda ni mdogo ambao umeshafika. Sidhani kwamba ni watu wengi ambao wameshajua. Upande wenu sasa mnapangaje ili kila mtu iweze kumfikia hii nyimbo? Tumejipanga sababu kwa muda huu kwanza tumejipanga about launch. Launch tumefanyia hapa radio. Kwa pia tumekuja kuchukua blessings hapa radio. Kama mimi hapa nikiwaombea tayari umeshaenda maombi kwa sana ya wewe. Amina. Bayuda mkimbie kabisa, mkimbie Bayuda. Hii sio nzuri kukaa na Yuda, bora unamwambia. Sasa muda mwingine ukimwambia kuna mambo yako pia yanakuja kuharibika. Yani anafika naonesha Uyuda sasa live. Acha tutumie nyimbo, si hatutasema mengi. Tutakuwa tunaliza tu nyimbo, ukimwona Yuda unamlilishia tu. Ndio hivyo tunatengeneza ili watu waweze kuona kazi zetu mpaka mbali. Ilipoonyeshwa kwamba inatoka, tunaonyesha kwamba kuna platform fulani zitaendelea, zitawekwa hivi. Iko wapi saizi ambayo tunasikiliza? Kwa mtu ambaye anatusikiliza anaweza kaifuatilia wapi na wapi? Sababu tumefanya releasing kwenye YouTube na mdau kwa zimepita kama dakika 30. Kwa mimi nina imani baada ya masaa mawili zitakuwepo kwenye platform Boomplay, Audiomack, Spotify. Nina imani kila mtu akienda kusearch nyimbo itakuwepo pia. Kwa upande wako sasa kukutana ndani ya nyimbo na Nisha, unadhani inaongezea nini? Mimi kivyangu kwanza kama jinsi alivyosema Rich ni mwanangu sana. Alafu tumekuja kukutana sasa hivi, ana talent sana pia mwenyewe, ndio hivyo tena inaimba. Kwa tumekaa sana, tumeongezeana ujuzi, tumeongea, tumeshauriana vitu vingi sana mpaka hapa tumefikia. Basi ujue kama kuna mipango nyuma pia inafuata. Tukisema kwamba kuna mipango inafuata, mtaendelea kupanana makolabo hadi ziwe 10 au grupu au timu au hata kama isipokuwa kolabo unaweza kuniona au yeye mwenyewe ukamuona, lakini kuna mambo baadhi mazuri pia yanakuja. Siwezi nikasema kama ni mabaya. Kama sio siri tunong'oneze, kama sisi ndio tumepata exclusive kama si ndio wa kwanza hapa. Yes. Kuna mambo gani yanaenda kufanyika huko mbele? Of course mimi kama mimi tayari
anakubali kutoa support kwangu. Zile za kusaini kule kwa video zilikuwa za ukweli? Mnatuchezea za ukweli. Lakini ule mtu akutokea. Mtu gani? Huyo Bastoli. Yuda. Atatokea. Anasema pale. Of course alitokea. Ukija kuangalia video yote pale, basi unakuja kunanikuelewa kama Yuda mwishoni kule. Yaani ile pale haujamaliza. Lakini kwa Yuda ambaye anajipanga kuweza kutokea, wewe kama wewe Raizo unamwambia nini? Unajua kuna mtu anajua kukufanyizia ubaya, dream mwanangu wewe umetoka wapi, ajua umepigana na nini, hajui wewe hadi saa hizi ulikuwa unapigana na mangapi. Unajua Yuda ni nani? Asikie huruma wapi Yuda. Unajua Yuda ni nani? Yuda ni yule mtu ambaye mnatembea naye, mnashinda naye, yani anakujua A to Z. Anasema huyu hapa ni mwanangu. Kwa sasa anataka nipite kimaendeleo, ngoja nifanyika kitu. Huyo sasa ndo Yuda. Ndio yule anakuwa anajua. Acha nikupe mfano. Mimi nimefika hapa na miezi miwili. Nimetandikwa sumu na marafiki. Mara mbili. Alafu kuna mtu anakuwa hawezi akafanya unavyovifanya na hataki uvifanye. Bayuda. Na Bayuda. Walimetupandisha. Bayuda, unajua kwamba kila mtu ana safari yake, anajua ametoka hapa. Siku za usoni tuliweza kuongea na Nisha, anatuambia mimi hichi kipaji nilikuwa nacho, lakini ilikuwa nini niweze kufunguka kuweza kukionyesha, kuweza kufikisha mbali. Leo hii hana tena ule ugumu wa kuingia studio. Leo hii hana ule ugumu wa kuweza kuifanya video. Naona kwamba inakuwa ni hatua ambayo mtu anapiga. Hapa ndio umewaonea Wayuda, wala Wayuda walikuwa hata kule ulikuwa hujafanikiwa. Kule kila mtu yuko busy na maisha yake. Kule wote tunalingana. Kwa kuwa kila mtu anakuwa anapambana na maisha kivyake. Cha kwanza mnaonana mara chache. Hapa napo unachokifanya kama ni kikubwa kinaonekana kama ni zaidi yao. Na pia vile vile ili jina la kuitwa diaspora kutoka nje alafu nakuja hapa, so ukifanya kitu tofauti kikubwa, ni Mungu tu ndo anatulinda. Kwa kuwa kama huna cha kuwapa na wao bangalau, hata kuna wengine ambao unawapa lakini still anakuwa na ile kinyongo. Lakini naweza kuambia tuache hivyo. Hii ni nchi yetu, tuipende. Kama mtu amekuja kufanya kitu, mwacha afanye kitu ili nchi iendelee kwenda mbele. Kifupi ningeweza kusema hivyo. Kikubwa hiyo ni kifupi kutoka kwa Nisha. Si kikubwa zaidi tutaendelea kuwaambia kila time tukikuwa hapa, kila time tukiweza kuwawekea Abayuda. Ni kuelewa tu kwamba wewe hatua yako ikiendana na mimi, tukienda si wote ndio tunajenga. Hatutaki wote wa kubaki nyuma. Hapo tusapotiane tu tuende mbele huko ili tuendelee kufanya mazuri. Bayuda lazima watakuwepo, lakini lazima tuwape ujumbe. Raizo, ujumbe wako ni upi kwa Bayuda? Ujumbe wangu mimi najua tu Wayuda wataendelea, sababu walikuwepo tangu enzi zile za kina Yesu. Wataendelea, lakini sasa tujaribu kuweka ushikamano na upendo kati yetu. Sisi ni marafiki. Ukiona rafiki yako yupo anafanya vizuri, msupport. Huenda akifanikiwa akaja pia kukiinua hata wewe mwenyewe. Kwa usioneshe ile roho ya snitch. Ni leo hii umepata nafasi na Rich Mode, umetuambia kwamba lazima ataingia mkazi zako kama sio ya kuficha. Unaweza kutuambia mnataka mwanze kutumikana naye vipi na ikuaje? Lazima tu mtu ataroga kama apendi, sio kwa sababu amesikia, hapana, atatafuta hata mwenyewe. Tuambie sasa hapa mkataba unataka ukuweje kwa kuweza kufanya kazi pamoja? Mimi nishasema wewe ni mwanangu. Na mimi nimejitolea kusema kwamba nitamsupport kwa hali na mali. Jinsi nitaweza. Support ya kwanza kwa kuja kwa kipindi naye bila kumuacha. Support kwanza ya leo. Ulikuja naye kwa kipindi bila kumuacha, ukasema lazima aje hapa. Support ya kwanza. Ndo support ya kwanza. Lakini mimi sioni kama ni support kubwa. Lakini wewe umeona hivyo. Na ndo njia kwa inaanzia hapo. Kwanza unamuonyesha mtu vitu vidogo ili mfikishe kwa vitu vikubwa. Okay, nikusema kwamba kupitia kipaji chake. Kipaji chake kinahitaji pesa kidogo ili mbolea aende studio ashoot video hivyo. Kwa hiyo sisi mimi nimejitolea nitakuwa na support ili muziki wake uendelee kwenda mbele.
Ndo hayo mafupi. Kesho akiona ana video, ana audio nzuri, wajue uko upande wako, mnaendelea kwenda kusaidizana. Bila shaka. Na karibu tena na hapa, na ametuambia kwamba anajua zaidi kama Wayuda wapo. Atajua mwenyewe wa kuishi nao. Na vile vile najua wako wananiangalia, watakayoangalia watasema inakwaje, wataanza. Kuna mtu saizi kashaonyesha Uyuda, na yeye kashatuambia anawajua kama walikuwepo na watakuwepo. Mwenyewe anajua jinsi ya kwenda kuishi nao. Lakini kama mashabiki wasubiri nini? Watu wazuri ambao wanataka kazi zako. Kama mashabiki zangu, mimi ninachoahidi tu ni muziki mzuri. Of course wakija kuangalia kwenye channel yangu, kuna muziki mizuri, pia kuna muziki mizuri sana zaidi ambayo inakuja. Unajua na mwanzo ukiwa unafanya muziki mzuri afu hauna support, na then ukaja kufanya muziki mzuri una support, kwa kuna kuwa na big difference hapo katikati. Yes. Umeelewa nini kwamba wewe ni Melody? Ni Melody. Hilo jina mimi nimepatiwa na watu. Mimi sijakaa chini eti niseme mimi ni Melody. Tupe story kidogo mpaka upewe Melody. Hilo jina kipindi naanza muziki, ilikuwa ni miaka nyuma kidogo hivyo. Kuna producer fulani alikuwa anapenda kuniita sana studio kama wasanii wakishindwa kama kuandika nyimbo alafu na kurekodi. Sema bro, wanajua studio faster, kuna kitu nataka unisaidie. Kwa nikifika nakuta wasanii wameshindwa na nikuingiza vocal. Kwa nikiwa pale ninawaelekeza, akasema bro wewe ni Melody. Kwa sasa tangu hicho kipindi watu wote wakaanza kuniita Melody. Akasema why nisijite mwenyewe Melody. Voila, kuna jina zingine huwa auepukani nazo. Kila mtu ambaye ameona ndo alikuita kwa kutokana na kazi ambazo ameziziona. Watu ambao huwa wanatembelea studio wanaijua hiyo hali. Kwamba kuna watu ambao wanakuwa pale juu ya kutoa melody, wengine wa kuandika, wengine wa kufanya hivi, kufanya hivi, kila kitu pale. Wewe upande wa melody huwa unajikubali. Mimi niko fresh. Na hii hapa ndo ulitafutia melody. Hii hapa tumeshirikiana. Mimi nimeandika verse yangu ya kwanza, kwenye chorus tukasaidizana sababu tulikuwa wote studio. Verse ya pili yeye mwenyewe akaamua tu kutisha. Tunasema tunakwenda na email. Unajua kuna mtu fulani anakuambia twende hivi, unasikia hapo ndo nilikuwa na mimi nasikia. Na kuna wengine anakuambia ati hapana tubadilishe, hadi wimbo muufanye ulikuwaje. Ni mara moja tu ulifanyika na leo tunauona. Nyimbo tumefanya mara moja, sababu tumeenda studio bila kuandika. Then tulikuwa tuna title. No, of course tulikuwa tuna title, but tumefika studio tukasema oya, ngoja kwanza tuanze ni kitu gani ambacho tunachokutana nacho sana. Bwana, sisi hapa tuna mafeki friend sana. Abayuda. Kwa tukaamua kufanya hivyo. Nasema ujumbe lazima uweze kufika. Kuna mtu ambao saizi anaweza kuwa kuna tusikiliza anasema kumbe na kule mgospel pana kwa Abayuda. Tuze ni bintu byo muri sekirari abantu baza bagakubitana. Bado mtu anaweza kuwa ni muaminifu, anakwenda kanisani lakini ana Uyuda, au unafanyiziwa na mtu ambao waombi. Kwanza huko ndo kuko Wayuda wengi sana. Huko walielewaga Yuda kama nafasi yake hawezi wakaitupa. Au kujifanya welevu ndani ya kanisa popote pale. Ndani ya gospel wa kujifanya welevu ni wengi sana. Wayuda ni wengi sana. Sasa leo kujua mtu mbaya, kujua mtu mzuri huwa utumie mbinu gani? Ni maombi. Kujua kama mtu ni mtu sio mtu mzuri kwako, inabidi ni ile communication na Mungu. Uombe sana uweze kufumuliwa ili uweze kuambiwa. Bila hivyo huwezi kujua mtu. Sio vitu vya kuonyesha na macho. Hapana. Lakini watu sasa hivi ni waigizaji wazuri sana. Ndio. Lakini kuna mtu anaweza kusema bora afadhali basi ule ambao bado anaenda kanisani. Huyo ambao anafanya Uyuda hata na kanisani aende. Utofauti kwa wapi hapo? Mimi jinsi naamini. Kuna mtu anaweza kuwa anaenda kanisani. Lakini ndani ya moyo wake ni umbwa mwitu. Anawaza mabaya, yupo ndani yuko kanisani. Kule kanisani ni kimvuli anajifichia mle, yani kimvuli cha kumfichia maovu yake.
unakuta anashindwa na yule ambaye hajui hata mlango wa kanisa. Naweza kupa mfano. Walevi. Walevi wana upendo wa hali ya juu. Uangalie mlevi anaweza kuwa anatumia chupa yake. Chupa hiyo wanaichangia. Hata anaweza kugombana na leo sasa hivi. Asubuhi utakuta wako pamoja. Sasa lakini kanisani mtu mmoja mnaweza kuwa mnavurugana. Ile akuombe msamaha ni mpaka ile ushatambua umuhimu wa kumjua Yesu Kristo. Ni wachache sana dunia tulipo, ili uweze kutambua huyu mtu kweli amenyoka kweli. Inakuomba uwe ni mtu ambao kweli unaomba kwa maana. Lakini mtu unajiuliza, kuna mtu anaweza kukuigizia wiki, mwezi, miwili, mitatu, hata miaka. Anaendelea tu anaigiza. Ndo ile nimekwambia, endapo wewe unaomba kiukweli, unafunulia vizuri, mtu hawezi kukizia mara 2 mara 3. Utatambua. Lakini kama na wewe ni popopo, yani uko zero na wewe tu unaenda tu kanisani kujaza kanisa, utaigiziwa mpaka miaka 10, hautojua chochote. Yani na wewe upande wako unatakiwa uwe na nguvu zako ili umjue Yuda. Ndio. Na nguvu huwa wanatumia sana ni zipi ambazo unaweza kutuibia kama secret tujue? Ni maombi tu, kumwomba Mungu. Piga magoti, omba tu. Basi hamna kingine. Hakuna secret inayozidi hapo, basi ni mambo mengine ya ushirikina. Lakini Mungu akikufafanulia ndo vizuri unaweza ukamjua huyo mtu. Ndio. Upande wa umeweza kutuambia kuna vitu ambavyo umepewa kwanza kama sumu. Kitu ambacho umeshafanywa na Yuda mpaka unasema kweli, Yuda kweli, nakubali kweli hata Yesu aliigiziwa. Mfano kama hii nimesema kama sumu. Tumetoa hii hapa na kuna nyingine tayari nimerekodi original sasa kwa juu ya hiyo. Mpaka na sumu nimeitaja. Mara 2 nipo kitandani natapika, nafanya nini. Na hiyo sasa nimeigiziwa kwa kuwa nikiangalia mimi sikulagi kwa watu. Na vile vile au kuagina watu ambao sio wa karibu yako. Nina watu timu yangu. Lakini na wao walipewa sumu. Sasa hapo ndo vinanichanganya. Lakini mara ya kwanza wao hakupewa. Mimi nilipewa mwenyewe. Na wao ndo tunatembea wote. Lakini mara ya pili tukapewa wote. Sasa ndo vikanichanganya. Ni yupi alinipa. Sasa ndo ile nasema ili uweze kujua ni yupi ambao ni mbaya kwako. Inakuomba masomo ya hali ya juu ambao na uombe umuite Mungu. Sasa nadhani kwamba tukikupatia nafasi unaweza kumtuambia umeshamuombea, umeshamjua. Hapana, sijamjua. Tunaendelea na maombi. Tunaendelea na maombi. Akatubuke kwanza. Tunaendelea na maombi, lakini tena Mungu ametuazima hizi akili tuendelee kuzitumia kwa kuendelea kuweza kufanya hivyo vote. Nadhani mtu anaweza kujilinda aje kwanza. Kuna ile Yuda atakuigizia, lakini ile basi ya kwanza first unaweza kujilindaje kukua na watu, maana tushaelewa kama mwa watu nyingine ndo kuna wa Yuda. Ndio, kibinadamu tutafanya tunavyoviweza. Lakini jambo kama lishapanga kutokea litatokea tu. Hakuna mtu duniani anaweza kujilinda mwenyewe bila uwepo wa Mungu. Mungu ndio anatulinda, lakini Mungu alitupa akili tuzitumikisha, tutatumikisha jinsi Mungu alitupa akili. Lakini kama kujilinda huwa tunajitahidi tena sana. Mfano kama mimi nashangaa jinsi napewa tu. Mimi naona kama vinakuja kiupepo tu. Labda kwenye upango wanapaka pale nikigusa vitu vya vile gari. Kila kitu nakuta kwamba tena ni mtu ambao umempatia opportunity ya kuwa na wewe karibu. So saa kitu kama hicho. Lakini kupita unaelewa moja kwa moja make decision ni ngumu. So tunabaki entre parentheses, mtu anasema okay, it's okay, nishatambua kama ni hiki, acha nitibiwe, ni sawa tu. Siku kama hajafika siku. Unamwombea kule kwa Mungu. Mungu amsamehe sana kwa kuwa nalo lifanya halijui.
Guys, kikubwa zaidi ilikuwa hii nyimbo tuweze kuisikiliza kwa pamoja, na dakika chache tu imeweza kutoka exclusive here on the hit show. Tutaendelea kukutilia na sana na zaidi uweze kusikiliza kutokana na kila ambacho tutaweza kujifunza. Lakini leo hii tunaweza tukaelimishana hasa kwa watu ambao wanatusikiliza. Huyu Yuda aliweza kufanya hayo makosa, lakini hivi ukiita mtoto wako Yuda, ni yale makosa anampelekea mimi kitu naweza kusema watu wanaoita watoto wao Yuda hivi kwanza wapo wao wanafikiria kwanza hivi kwanza tuseme hapa kwa tuko tunaongea hakuna Yuda anatusikiliza, ndio jina alipewa la wazazi. No. Kwa Kiingereza wanasema you have to think before you do something. So ngoja kwanza, hivi kwanza na swali. Hivi kuna mtu anaweza kuwa anaitwa Yuda? Amemzaa mtoto na akaenda kaandikisha Yuda Manirakiza. Yupo? Yuda. Ni sababu akimuita Yuda ameshamuingiza sasa Yuda mwenyewe. Yaani ndio hapa tuelimishane kidogo. Yaani Yuda ni lile jina wala lialio moyoni mwake aliyoyafanya. Mimi nafikiri sasa wewe ukiamua kumuita mtoto Yuda, ushaona kama atakuwa Yuda, ushamchagulia njia. Maana yake ile nani itamfuata lazima. Unajua yani sisi kiufupi, yani ukisikia jina la Yuda basi moja kwa moja unafuna elewa huyu mtu kabisa sio mtu sahihi kwangu. Hilo jina sio sahihi kabisa kwenye jamii. Yani Yuda ni mtu kigeugeu. Alifanya kosa kama vile maandiko tunavyoona ndani ya Biblia. Alafu baada ya kuomba msamaha kaamua kujiua. Na hilo ndio kosa lake la yeye. Na hilo ni la pili. La kwanza kupokea zile fedha kwa kumwilisha. La pili na kujiua tena. Kutoelewa kwamba kuna kule kusamewa. Sijui sasa kwamba na huyo mtoto ukimuita hivyo ndo unamwombea hayo. Mimi kifupi ninavyoelewa hana hatia mtoto, lakini yani jinsi ambavyo sisi tunavyoelewa kwenye mila zetu za Kirundi, unapomuita mtu jina basi ujue hilo jina linamfuata kabisa. Na unajua kama mila zetu za Kirundi watu wa zamani walikuwa wanakuita kitu kigumu ila watu wakokope. Sikia kwanza mfano. Watu ngurufu. Mfano just imagine mtoto wako unamuita Mawazo. Lakini si wako na washida wako na shida wako. Yani sasa mtoto unamuita Vumilia. Shida zitampiga tavumilia. Wala kuna kitu ambacho tumeshamwachia kabisa hii Yuda, tushamwachia nafasi yake kwamba mtu yoyote atakuwa kama anafanya mabaya tukimuitwa Yuda inapelekeana na yeye. Na hakuna siku atatubu Yuda. Si ameamua kujiua. Hakuna siku atatubu. Na ndio maana kwenye video uliona mwisho tu ni ngumi. Maana yake ni Yuda. Hadi mwanzo hajakubali kwanza alichokifanya. Hadi sasa anaendelea kuyawekeza yale ya Kiyuda. Time tungekuwa hapa tukaweza kuongea mengi, lakini kikubwa zaidi ilikuwa ni huu wimbo tuweze kusikiliza na walo wimbo wenyewe wameweza kufika. Tuweze kuelimishana kuhusikana na nyimbo. Hatuwezi tukawaomba nyingine wakati hii ndo mnatupatia. Tuifanyizie kazi gani? Mnatuomba tufanyizie kazi gani hasa mafanzi? Cha kwanza watu ambao ni mafanzi au tu ni wasikilizaji waliopenda hata leo kwa siku ya leo. Wasikilizaji wetu na wa radio pia. Tunaomba kwanza waisikilize sana, sababu hii ni nyimbo ambayo ina ujumbe tayari. Ni nyimbo ndani yake ina ujumbe, lakini ukishaisikiliza pia sio kwenye nyimbo tu, hata kwenye video ukija kuangalia kwenye video kuna ujumbe pia. Kwa tunaomba sana wakaisikilize pia wakaitizame kwa makini. Upande wa Richmond unatuandalia nini kabla ya yote na kabla ya kuondoka? Mimi ningeweza kusema kwamba sisi ni watoto wenu. Support ya kutosha, niombe wasikilizaji. Mimi mtoto wa Neva. Nchi yangu hii sitoiacha. Nitakuwa nafika muda wote. Najitawala kama nyumbani kwa kuwa nimezaliwa hapa.
Kwa hiyo kama mtoto wao support, naomba niko chini ya migoti, waende watazame nyimbo, katika kusikiliza ujumbe mzito, katika kuona ni ujumbe mzito pia. Na vile vile vingi viko nyuma vinakuja. Na nilipokuwa hapa siku zilizopita nilisema mwaka huu nitatoa nyimbo 3, lakini naona nitaachia EP baada hii kutoka. Yani umefika studio zikakuwa nyingi zikakuchanganya. Ndio. EP itakuwa inapelekwa na nyimbo ngapi? Itapeleka nyimbo 5. Yani 3 zikaongezewa 2 na zingine bado zinakuja. Tayari zishaisha. Hivi ninavyoongea. Kwa hiyo ni muda wa kuzirekebisha, zimalizike kila kitu kiwe vizuri, niachie. Music is music upande wote. Ukiwa uko unaimba nyimbo za kuweza kumtukuza Mungu, ukiwa uko na hivyo vingine, vyote huwa vinaomba nguvu, vinaomba na uwezo. Ni leo hii Richmond anaaminika, anajaminia kwa upande zote kwa kuweza kuwafikishia kazi nzuri. Ndio. Na kazi wataendelea kuzipata, hakuna cha kuwekepesha huko eti Yesu unaona nilikuwa nafanya hivi, sasa mnisubiri muda ndo huu, mnisubiri. Wajue kwamba kazi zipo hapo na zitapatikana. Ndio. Kwa kuweza kuamini ndo hivyo. Tunapenda sana kuweza kuwaita ili kila mtu aweze kukwambia kupitia mdomo wake. Braizo Mamelody, na wewe pia wasubiri nini? Mi kama jinsi ambavyo nimesema mwanzo, wasubiri kazi nzuri. Ambazo yani zitakuwa ni clean kabisa, zitakuwa vizuri. Na pani kazi na huwa tunawaletea wafanya kazi ili tuendeleze kazi. Mimi niseme tu kwamba nawashukuru sana, na niwatakie kila laheri, na ni karibu tena wakati wowote mkiwa na kazi. Amen. Asante sana.